En tich adek makende janeno mar Lolwe TV arwaki odiochieng' makawuono e twak makende mar duond mine. Ka bende odiochieng' makawuono wan kod miyo no e studio ma bende wadhi wuoyo godo e kind tuoche mopogore opogore. Abro miye thuolo mar owach nyinge, kuno moae, kaachiel kod bende tuono ma bende thago chuny odiochieng' makawuono. Sasa siku ya leo ningependa nikukaribishe, utuambie tupige story kidogo, utuambie venye safari yako na huu ugonjwa imekuwa na jinsi umeweza kukabiliana nayo mpaka sasa hivi. Ningependa uangalie pale kamera, utuambie jina lako, unatoka wapi, wewe ni nani? Karibu sana kwenye Lolwe TV. Asante sana. Mimi naitwa Recho Nyokabi Karioki. Mimi ni single mother wa watoto wawili. Naishi Githurai 45 na mimi nimetoka Kitale, Trans Nzoia. Asante sana. Mano kwa kuwinjo no janeno mar Lolwe TV e duond mine odiochieng' makawuono wan kod Recho Nyokabi mana ka kuwinjo ka bende tuono mwadhi wuoye kode en tuono mar kansa. Karibu sana Recho kwenye runinga yetu ya Lolwe TV. Asante. Isipokuwa ni ya lugha yetu unaelewa, lakini siku ya leo tumebadilisha lugha kidogo. Asante. Nataka uzungumze na wanawake wenzako kuhusu huu ugonjwa wa kansa ama saratani. Sasa leo hii tukianza, unaweza kutuambia uligunduaje eti sasa mimi Recho niko na ugonjwa wa saratani? Kuna zile dalili ama signs mtu kuanga nazo kabla agundue ni ugonjwa upi anaugua. Unaweza tuambia ni signs ama dalili gani ulikuwa nazo na ilikuwa lini, which year? Ilikuwa mwaka uliopita, wachana na huu 2021, ile mwaka ingine 2020. Yeah. Nilipata ajali. Mimi sikukuwa na saini yoyote. Nilipata ajali na wakati tulipata ajali niligongwa kichwa na kifua na titi. Sasa baada ya miezi mitatu ilikuwa date 19 mwezi wa 10. Sasa after hapo nilienda matibabu date 21 juu 20 ilikuwa ilikuwa ni holiday. Hapo niliweza kuelezea daktari venye kulitokea na akanituma niende nipigwe CT scan na picha ya roho ilikuwa inaitwa echo. Hiyo ndio ilitoa ni damu yangu imegandamana kwa roho na kichwa ikaonekana kuna shida. Kwa hivyo daktari alianza matibabu na mimi kunipatia dawa, na nilipokuwa nikimeza hiyo dawa nilianza kuhisi matiti yangu yote mbili ni kama sijanyonyesha. Nilianza tu kusikia tu iko na uzito ni kama sijanyonyesha. Sasa nikienda kliniki wakati nimeandikiwa na daktari sikukuwa nakumbuka. Nilienda hospitali nyingine iko pale Madhare inajiita Moradi. Sikumbuki jina hiyo nyingine. Baadaye nikamwambia msichana wangu akae home anikumbushe juu hii titi yangu ilianza kutokea katiti kingine na huko ndani. Sasa ilianza kukuja tu ikikuwa kubwa. Sasa vile niliona hivyo niliambia mtoto wangu anikumbushe nikienda hosi juu nikifika hospitali sikukuwa nakumbuka. Nilipofika yeye alikuwa anakaa akinipigia nikamwambia daktari akanipiga hii inaitwa. Wakati huo ulikuwa unameza dawa ama? Nilikuwa nameza dawa za kufanya damu yeyuke kwa roho. Juu roho ilikuwa imeonekana imegandamana damu ilikuwa imeganda after accident hivyo. So aliponiambia nikaambia daktari akanifanya ultrasound. Ndiye akasema kuna uvimbe ilikuwa imetokea hapa. Sasa hiyo uvimbe hata mimi nilikuwa naisikia. Akasema titi yangu ionyeshi kitu lakini juu ya hiyo uvimbe ananituma mamarusi. Sasa mimi sikwenda mamarusi. Nilikuja nikaanza kushughulikia mambo ya NHIF. Wakati niliweza kukamilisha baada ya miezi mitatu ndio nikajipeleka sasa hospitali Kenyatta. Sasa umetoka kwa daktari, umeambiwa uende Mama Lucy, alafu ukarelax. Nikarelax kutafuta mambo ya NHIF. Alafu sasa wakati nienda ku apply NHIF niliambiwa nilikuwa nimesha jiregister na nimekaa muda mrefu bila kulipa. Kwa hivyo nilipishwa shilingi 6,000, sijui 8,000 na mia ngapi ndio ianze kufanya kazi saa hiyo. So nililipa na nikaanza sasa kwenda but nilikaa nyumbani kitu kama miezi mitatu. After kukaa nyumbani miezi mitatu ulienda hospitali? Nilienda. Wapi huko? Nilijipeleka Kenyatta lakini nilikuwa nimetumwa mamarusi. Umeenda Kenyatta pale ukafanyiwa hizo test? Kenyatta nilipofika Kenyatta before uanze kufanyia hizo test kuna kuanga na line, kuna kuanga na mpangilio wao madaktari. Uendi tu kama umefanyiwa. Uendi kwa daktari mmoja. Uendi kwa mmoja tena ufanyiwe kitu kesho yake. Utaenda hii wiki, mimi nilikuwa mtu wa Wednesday. Kwa hivyo ukiandikiwa kitu unaambiwa kuja next week Wednesday. Unaweza ukashinda tu hapo tukiendanga next week Wednesday kuja fanya hii. Ukifanya hiyo kama mimi niliambiwa nifanye mammogram. Nikafanywa mammogram
nikapeleka. Hiyo wiki nyingine Tuesday tena nikaenda nikasomeshwa hiyo mammogram vile inasema, nikaandikiwa sasa kwenda CT scan. Tena nikaambiwa nikuje ile wiki nyingine. Na sababu ya pesa sikuweza kukuja. Juu sasa NHF walisema hata kama nimelipa hii 8,000 sijui na 600 lazima nilipe tena pesa za mwaka mzima shilingi 6,000. Tena hiyo ikanipatia juu ulikuwa umekaa bila kulipa. Sasa ile ilikuwa ya fine. Sasa nilikaa tena nikatafuta pesa vile nilipata, sasa nikaenda nikafanya hiyo CT scan. Ilikuwa ya kifua na tumbo. Sasa kufanya hiyo tena wakaniambia nitapigiwa simu niende nisomewe tena. Nikapigiwa simu nikaenda wakanisomea hiyo CT scan venye ilikuwa inasema. Sasa after hapo bado nikaandikiwa ingine kutolewa kanyama. Sijui vile inaitwa na Kiingereza. Hapo hawajapata ugonjwa ama wanakuambiaje? Hapo wananiambia tu, unajua sasa wakati nilianza kusense kuna kitu, kuna karumu ukitoka hiyo unaambiwa uingie room number 5, unakuta hao watu wanakufanyia counseling. Sasa hao watu wa counseling au ndio walifanya nianze kusense kuna danger. Juu walianza kuniambia umeambiwaje? Nikamwambia nimesomewa hii picha, nikaambiwa vile iko na 01 2 wao 3 already 4. wako na result. Kenyatta wako nayo, nimeona daktari na after kuniambia venye ameniambia amenituma room number 5. Okay. Nilidhani naenda kukuta daktari. Sijui watu wanavaa kabuti. Lakini yenye aliongea nilijua si daktari. Nikajua baadaye walikuwa watu wa counseling. Sasa aliniuliza umeambiwa aje? Nikamwambia nimeambiwa kama iko 1 2 3 4 hiyo uvimbe kuna uwezekano niko na kansa. Na sasa ameniambia nitaenda kufanya nini? Kutolewa kanyama. Akaniambia hata baby Mungu aligonjeka kansa na akapona. Sasa nikaanza kushikanisha hiyo maneno, nikaanza kujijazia niko nayo, lakini hawakuwa ameniambia. Sasa nikatolewa, nikaambiwa niende nifanye nini hapo kanyama, katolewe ka hapa kwa matiti. Sasa mimi sikukuwa na uwezo. Wakati nilienda nikaambiwa niingie room nyingine pale nitakuta huyo madam ndio sasa atanihesabia. Venye niliingia tu hivi juu nilikuwa na stress, sikukuwa na pesa. Yaani una kabisa kitu. Sasa hizo unahisi maumivu ama uko tu sawa? Uko tu sawa, lakini unahisi hauna nguvu kwa mwili. Hakuna mali inakuuma. Uko drain tu yani umechoka. Lakini hauna nguvu. Alafu usikii kukula. Unaona kuna vitu zingine unaweza ukapitia unaona. Hapo ile nyama ishatolewa. Haijatolewa. Okay. Sasa naambiwa niingie hiyo room, huyo daktari aende anihesabie. Na sasa hiyo unafanywa hivyo. Hapo ni after counseling. Na sasa huyo daktari mwenye anaenda kunihesabia, sasa hiyo unajaribu kuimagine unasikianga kansa vile inakula pesa. Na unajiona tu uko na fare peke yake. Sasa mimi wakati niliingia nikamwambia huyo madam, nilikuta mama mzuri sana. Anaitwa Kamimo, Mungu ambariki. Nikamwambia nimetumwa hapa kwako unihesabie. Sasa wakati alianza kuhesabu ati kuna shindano utatoa 1,200, sijui kuna 1,000, sijui na 700. Nikamwambia waachia hapo, wacha tu. Akaniangalia akasema kwa nini? Mimi makaratasi zangu nikasanya nikamwambia sina pesa. Ile siku nitapata pesa nitakuja unihesabie. Juu sikutaka aendelee. Juu sasa nimeanza kuona ile pesa unasikianga vile unasikianga kanza inakulanga pesa. Sasa imeanza. Alafu unaona ile venye anakuhesabia hauna. Nilimwambia tu achia tu hapo. Nikasanya makaratasi, mama kaka niangalia akaniuliza, "We, unajua uhai ni wako?" Nikamwambia najua madam. Akaniambia nikasanya na nikaweka. Wakati natoka akaniita. Nilikuwa nimetoka nje akaniita. Akaniambia hebu kidogo kuja nikuulize. Nikarudi. Akaniuliza, kwani mamako anafanya kazi gani? Nikamwambia mamangu alikufa. Na baba yako? Nikamwambia babangu ni mgonjwa na siwezi enda kumwambia mashida kama hizi juu hana uwezo. Akaniambia una watu wenyu? Nikamwambia sina. Akaniambia unajua uhai ni wako? Nikamwambia najua. Unaona utapata lini? Nikamwambia hata sijui. Sasa yeye ndio nilijua, yeye ndio niliona alijua niko na kansa sasa huyo mama. Lakini hakutaka kuniambia indirect according vile alinisaidia. Akaniambia hebu twende hivi nione kama utasaidika. Akachukua makaratasi zangu akaenda. Kwa hiyo huyo tushosho waka penye tulikuwa tumeingia kufanywa counseling, huyo ndio nilimkuta akamuita, "Wewe sebu kuja." Mimi nikaambiwa nisonge kando. Wakaongea mimi sikukuwa karibu, sikujua chenye waliongea. Kumalizia ndio akaniita akaniambia utaongea na huyo atakusaidia, na akarudi. Sasa huyo Iris akaniambia, "Recho, habari nzuri. Nimeona makaratasi yako
hii kitu umejua lini? Nikamwambia nini? Akaniambia hii mambo ya kansa. Nikamwambia nimeambiwa ni kama kuna uwezekano. Sasa tulitolewe Kanyama. Akaniambia unafanya kazi gani? Nikamwambia nilikuwa nauza sweets, lakini wakati watu wamejaa kwa barabara wengi after wamefukuswa kwa reli, sasa tumekuwa wengi, mimi nikaachana nazo nikaanza kuuza skin tight. Ufanye kazi nyingine? Hapana. Akaniambia na amekwambia ni pesa ngapi? Nikamwambia alikuwa anahesabu, nikamwambia awache juu ni mingi. Akaniambia sawa, mimi nitakusaidia. Rudi kwake, umuulize hizo pesa ni ngapi. Nikarudi kwake nikamwambia nimeambiwa uniambie ni ngapi. Akahesabu ikafika shilingi 5,900. Haya sasa wewe kuenda kumwambia, akaniambia rudi kwake tena umwambie kwenye inapelekwa inalipo ngapi. Nikarudi nikamwambia hiyo kitu inapimiwa hapa. Akasema utapeleka Agakani. Nikamwambia amesema uniambie ni ngapi. Akaniambia hata kama amekutuma hapa hata kusaidia Agakani, ni ujikakamue. Sasa nikaenda nikamwambia amesema ni 5,400 Agakani. Sasa hebu tusimame hapo kidogo. Ningependa kukuuliza ilifikaje wakakwambia sasa ni saratani ya matiti unaugua, na ulikubaliaje ama ulichukwaje hilo jibu? Okay. After nilitolewa kale Kanyama nikapeleka Agakani, bado walikuja wakanitoa kengine hapa. Lakini hao madaktari nilika yako tu ndogo tu, walienda wakakopi kwa hii karatasi nyingine. Wakasema it is true ako na cancer, imekonfirmiwa. Unaona sasa hawakunifanyia hiyo kipimo, walikopi tu karatasi. After hapo niliambiwa na huyo Wilson niende support group. Ati nikuta mama wenye wanapitia shida kama mimi. Wako wapi hao? Wako sasa walikuwa Kenyatta. Akanipea date, ilikuwa date 24 siku ya Thursday. Hiyo karatasi alinipea. Mimi bado naendelea kwenda kuuza hiyo hiyo skin tight. Wakati nilienda Gikomba, mimi ndio nilimpigia simu nikamwambia Wilson, mimi niko Gikomba, bado hiyo meeting yenu iko? Akasema kuja. Sisi ilikuwa inafanyika pale Linak. Mimi nikaenda. Na hapa nashinda nikipigiwa simu na daktari kama nimeenda kupeleka Kanyama, kama sijui vitu kama hizo. Wakati nilifika nikakuta wamama wengi sana wameketi huko. Na ndio daktari mmoja alisema kila mtu aanze kuambiana safari yake. Sasa mimi sikukuwa na safari ya kuambiana. Walisimama wakisema vile mtu ameungua amefikisha wapi matibabu hivyo. Sasa mimi nilisimama tu nikamwambia mimi naitwa Rachel na nikapet story yangu kidogo na nikaketi chini. But ile kitu daktari alikuwa anafunza kidogo ilikuwa kwangu kwa matiti. Sasa nikaanza kuona ni kweli ni kama nimegonjeka. After hapo daktari sasa nilimwambia, after amemaliza nikamwambia daktari, wacha nikuulize swali kulingana na vile umefunza na mimi nilipata accident. Nikamuelezea na nikamwambia, akaniambia Rachel uko na kansa. Aliniambia hapo kwa group. So hiyo kitu ilifanya nisikie, yani nilishiwa na nguvu, nikalia, nikakosa kuamini. After amemaliza meeting watu hasa wanaanza kwenda, kuna kasichana kadogo tu kalikuwa saidile kakaruka penye niko. Kakaanza kuniambia Rachel, si unaona mimi ni kadogo na mimi nimetoboa. Nilikuwa na kansa ya stage 4 na mimi nikutoboa na malizia kemo. Sasa mimi nikamwambia sawa. Sasa kukuja home hata sikuambia mtoto wangu. Nilipigia tu kazini yangu nikamwambia nimeambiwa niko na kansa. Sasa nilikuwa nauliza daktari, Agakani sijaenda kuchukua resort ya hiyo Kanyama. Umejuaje niko na kansa? Akaniambia jikubali uko na kansa. Sasa ndio sasa hiyo after 2 weeks nilienda hiyo karatasi. Nikawaletea wakasema niko nayo. Sikukuwa jambo rahisi sana kukubali niko nayo. Yani haikukuwa jambo rahisi ya kukubali na bado sikukubali. Mimi nilikubali wakati nilianza kuwekwa kemo. Sasa ilichukua muda gani ndio ukubali ndio niko na huu ugonjwa? Nilikubali wakati nilianza kuwekwa chemotherapy. Wakati nilipata kemo ya kwanza, hapo ndio nilijua niko na kansa. Lakini hizo siku zingine sikukuwa naamini niko nayo. Okay. Sasa hebu tuambie, sasa umeanza kemo, pesa unatumia, ulikuwa unapata support kutoka kwa group ama jamaa na marafiki, ama ulikuwa unafanya jamaa hitaji pesa na ulikuwa unaipata kwa hizi hospitali zetu za Kenya ama hospitali za nje? Mimi nilikuwa napata kwa hospitali ya Kenya ambayo ni Kenyatta, na Kenya nashukuru sana ni upande wa NHIF, although si sana, wanatusimamia kemo 6 na radiotherapy wanasimamianga nasikianga ni 25. Kemo zangu nilikuwa nimeandikiwa chemotherapy 8. Kwa hivyo niliweza kwenda hizo. Kuna hii matatizo ya top up, mara kupimwa damu katikati, unaenda ukiweka chemotherapy leo after 21 days, mimi nilikuwa naweka hiyo 21 days nilikuwa napimwa damu. So hiyo maisha imekuwa magumu sana kwangu kwa sababu
imebidi nikachukua tu kale kitu tunajua kazuri kwa nyumba, unauza, kukopa, unaenda unakopa huyu, kesho huyu. Mimi nimestiki kwa duka moja yenye nimekuwa ikinikopesha. Na nilimwambia hata nikikufa watu wetu watachanga. Na hiyo yenye nasema watu wetu ni mtoto wangu na dada yake. Lakini sitaki kumpatia story sana yangu, asione nikikufa pesa zake zitapotea. Asante sana Rachel. Sasa umefika stage gani na chemo? Niliandikiwa chemotherapy 8 na nikaenda nikafanya yote. Okay, nikaimaliza tarehe 25 mwezi wa 11. Yeah. Asante sana. Janeno mar Lolwe TV mwago gomba kaka uono e chenro mar Duond mine iluongo ni Rachel Nyokabi, ka bende onyisowa shida go kata chiedh nade mosekale kalure kod tuo mar kansa, ka bende en gi kansa no mar thuno. Ne jogo ma samoro ok winji kalure gi dhok makawuono wawacho inaitwa seratani ya matiti. Wabro dhi yoyo matin kete mane Lolwe TV idhi mabor. Aroki kendo ni machiegni janeno mar Lolwe TV chenro en Duond mine kwa bironi e tielo mar ariyo, ka bende aparo ng'ano ma samoro ne onge but TV mare. Wendo makawuono wan godo e studio iluongo ni Rachel Nyokabi, ka bende omiyo wasigande kalure kod tuo no mar kansa, ka bende onyisowa ka ni en gi kansa mar thuno, bende onyisowa ni chemo te mane ondikne gi daktari osetieko. Rachel, tukiendelea. Tunajua ugonjwa kama kansa si kitu ya kunyamazia. Sasa umetoka hospitalini, umerudi nyumbani. Lazima uko na jamaa na marafiki, watu wengi kabisa, ni kitu huwezi nyamazia. Lazima uwaambie. Ulipowaambia walichukuaje? Kitu cha kwanza, kwa wengi ambao wanapata kansa, si rahisi waende wakisema wako na kansa. Kitu cha kwanza mtu anaogopa hadi anaficha. Na mimi mwenye niliambia wa kwanza ni kazini yangu. Mtoto wangu alijaribu kuniuliza nikakataa, lakini hizi makaratasi si nikitoka Kenyatta anaona. So alijuanga tu ingawa namficha. Na alijua kanyamazia tu kanyamazia tu hivyo, lakini sasa ilifika mahali kabla sijaanza chemo nilimwambia. Nilimwambia nimepatikana na kansa, hata kaniambia nilikuwa nimesoma na nikajua. Na marafiki wenye nilikuwa nao after kujua niko na kansa walinitema wote. Nilibaki bila rafiki. Mimi babangu ndio ako hai, mama hayuko, babangu pia ni mgonjwa. Sasa sikutaka kushinda nikimwambia na sijai kutana na yeye. Na sijakuwa mwepesi wa kwenda nyumbani kwa sababu tuko na mama wa kambo. Hiyo sitaki kuiongelelea sana, tutaiongea siku nyingine. Hebu tuambie hii safari ya chemo mpaka umalize inakuangaje? Inamalizanga mtu ni nini huanga mtu upitia hasa kabisa? Wakati ya chemo, mimi chemo yangu ilikuwa nawekwa after 21 days. Hiyo si ni wiki 3. Ukitoka kwa daktari, nilikuwa naenda kwa daktari Wednesday, Thursday nawekwa chemo. Kwa hivyo nitaenda Tuesday nitolewe damu, iangaliwe kama niko na damu ya kutosha kwa mwili na kama imechoma figo. Unaona ama kama imekuchoma nini ya matumbo, sasa lazima upimwe. Ndio sasa uende uwekwe chemo. Hiyo chemo ni dawa ambaye inasemekana inaua inaua cells zako za mwili na ina create zingine. Kwa hivyo daktari wanakuwa wametufundisha itakung'oa nywele na itabadilisha maumbile yako. Kama mfano mimi nilikuwa mweusi kama hiyo nguo yako, hadi ulimi, hadi kila mwili. Ulipoanza chemo? Nilikuwa mweusi kabisa. Na nywele zilikuwaje? Ziling'oeka zote. Nilibaki tu kama hapa. Sasa ukianza chemo, hapo ndio unakubaringi wewe ni mgonjwa. Na chemo si kitu kizuri. Chemo sio kitu kizuri kabisa. Rachel, hebu tuambie, kuna ule wakati ulipokuwa sawa, ungepata tu 100 yako, ununue chakula, then you call it a day. Alafu sasa ndio hiyo ugonjwa imeingia. Si ugonjwa ya kawaida, lakini ni kansa. We ni mama, wetu ndio tegemeo la watoto wako. Inakuaje ukipata pesa? Maisha ilibadilika ikakuaje? Maisha ilibadilika sana kwa sababu chakula hata ikakuwa hatuna. Nakumbuka siku moja nikiwa na nini nawekwa chemo. Pole. Relax. Next. Itakuwa sawa.
Janeno mar Lolwe TV ok oyot mana kaka inene ka nitiere tuoche manyalo teri piny kendo ok gin tuoche atuoche. Tuo mar kansa ok en kaka tuo mar malaria minyalo wuok ne ot tidhi ng'iewo yath tichaki duogo. Ma en tuo manyalo keti piny higni gi higni matiek bende gigo te misekano. Recho pole. Asante. Okay. Nilikuwa nasema nikiwekwa kemo, sijui kama ilikuwa kemo ya pili, ya tatu ama ya nne. Nilikuwa sina chakula kabisa. Na kemo ni kitu ambayo unaambiwa ukule sana. Ukunywe maji kwa wingi na ukule sana. Hiyo maji ioshe mwili. Mimi nilipata sina food. Na ikakuwa hata hiyo matibabu nimepitia shida sana. Ndio nikuje nimalizie. Unakuta umekopa, saa zingine hata una huyo mtu akukopa. Unakuta umeenda kwa shosho wako, umewasumbua, wamekuandikia, umeenda. Unakuta hata siku yako imefika lakini hauna fare. Unakuta hiyo nini umepata namna ya kutolewa damu kama si leo ni Tuesday. Kesho naenda kuona Wednesday daktari, nilipe 1150. So nikienda kulipa hiyo, unakuta siku ya kwenda kuwekwa kemo hauna hiyo fare. Inabidi ukafanya nini? Ukopesha. Ukae home. Ukae home umisi hivyo. Nimekuwa nikipitia changamoto sana na shida iko kwa wagonjwa wa kansa. Sitaki kusema mimi peke yangu. Juu tunakaanga chini tunaongea. Unasikia masaibu ya huyu, unasikia masaibu ya huyu. Unakuta hata labda yako si ngumu sana kama ya yule mwingine. Lakini mimi nimepitia shida sana juu nimeangalia kuchukua vitu twangu twa ndani ya nyumba. Nikiuza ndio at least hata nipate fare ama nipate hiyo kama ni hiyo kupimwa damu. Hivyo. Okay, sawa, asante. Hans, gamna serviette kusho kiwe kwa mbele hapo doro atakata. Sasa kuna ile time wewe ndio tegemeo, watoto wanakuangalia huku, kuna school fees, kuna watoto wanataka chakula, kuna hapa rent, wewe mwenyewe unataka madawa, unataka pesa ya kwenda hospitalini. How did you manage to pick up yourself? Mimi nashukuru Mungu sana upande wa school fees. Nilikuwa na mtoto anafanya form 4 na sikulipata ndururu. Nashukuru Bukawa Garson, principal alinisimamia na akanisimamia kwa kila kitu. Hakuna kitu yenye nilichajiwa. Na nimekuwa bado nikipata haina ya chakula upande kutoka hiyo Garson. Mungu akanisaidia nikakuja nikapatana na kikundi kingine inaitwa Madam Veronica. Tangu niliingia huko siwezi sema nimelala njaa. Lakini nilikuwa nimeteseka sana kwa muda wa miezi kama 4-5 hapo before nijuane na hiyo kikundi. Lakini tangu nijue hiyo kikundi sijailala njaa. School fees ni wao, ni shule yenyewe ndio ilinisimamia. Hakuna kitu, hata hii pesa yenye unaonanga ati mzazi anaambiwa atoe sijui ya kuregister nini wao walikuwa wanashughulika. So unaweza tuambia zile side effects za cancer patient akianza treatment ni gani? Kitu cha kwanza ukianza kupewa chemotherapy. Kitu yenye itakusumbua sana, asante. Kitu yenye itakusumbua sana upande wa kemo. Kwangu mimi ilinimaliza nguvu kwa mwili kemo ya kwanza. Na nikawa natapika sana. Nilitapika sana kwa sababu niliweka hiyo kemo siku ya Thursday, siku ya Friday na nikarudishwa Saturday usiku na nikaadimitiwa. Niliadimitiwa juu ya kukosa nguvu, kutapika na macho ikuwa inafunguka. Hiyo ndio side effect ya kwanza ilinipata. Ya pili unaumwa na mwili yote. Unaona mwili yote? Hiyo dawa ukiwekwa ni kama inaenda kukuletea sasa uchungu. Juu wakati sijaanza kutibiwa sikukuwa na uchungu. So ukiwekwa inaenda kukuletea uchungu kwa mwili yote. Unaumwa na uchungu hadi unasikia mifupa ndani inakuuma. Alafu lingine inakukata nywele. Inakukata nywele, inakugeuza unakuwa mpaka makucha yako ni black, ulimi, unaona. Alafu kingine inakunyima hamu ya kukula chakula. Ukikula hapa unasikia ni kama unasikia ni kama mtu ameingisha mzogoro ya mahindi ndani amekugwaragwara, huwezi meza. Inakuzuia kabisa kukula. Sasa daktari hapo anatuambia tu unajiforce ndio upate nguvu. Okay, Recho, tukiendelea, ulipopatikana na kansa, maisha ilibadilika. Ikakuaje? Ilibadilika sana. Juu kitu cha kwanza kazi yangu iliisha hivyo. Ni penye nilikuwa nafanya na bado nilikuwa nafulia watu nguo. Juu Saturday hapo kwa barabara ndio at least tulikuwa tunauza. So siku zingine nilikuwa nafua manguo ndio niweze
kuongezea pesa za kwenda kununua hizo vitu zangu. Unakuta sasa wakati nimepatikana niko na kansa, kuna wakati fulani nimeuliza huyo madam kama naweza nikamfulia. Juu after sasa hiyo kemo, kuna kemo ina niliwekwa za red, hizo ndizo mbaya sana. Na kunyima kila kitu. Lakini hizi zingine nilikuwa najaribu kufanya kazi. Nilimuuliza kama anaweza kukubali nimfulie nguo. Akaitika. Akafua siku ya kwanza, siku ya pili. Mimi naweza nikasema kuna mtu alimwambia nimegonjeka kansa juu sikuambia. Naweza nikasema ni landlord wangu alimwambia. Huyo mama alininyima kazi. Alafu unakuta umetengwa na kila mtu, marafiki, majirani. Hadi ukienda ukishika fereji hivi unakuta hiyo fereji inaoshwa. Choo yenye umeingia unawachiwa kwa plot. Uwezi, kama umeacha ugonjwa uko itashika. Ni kama utawaambukisha. Hata ukienda kwa bafu inakuwa hiyo bafu ni yako. Nilijaribu kuongelesha landlord, nikaona anisaidii, nikaamua tu kuacha tu hivyo, nikanyamaza tu. Sasa hiyo kitu imekuwa hiyo wakati nimepata kemo, hiyo mambo yangu imekuja ikaanza ikafilisika kabisa. Juu kama nyumba yangu nimelipa mwezi wa 6 peke yake last year. Unaona sasa kwa hii muda yote sijalipa. Mimi niliita landlord wangu kwa nyumba nikamuelezea after nimetoka admitted juu ya kemo. Nikamuelezea kila kitu na akaniambia atanitoa kwa maagent. Na hao maagent kweli mimi sikuwaona. Juu hata alifika kwa mlango akarudi akaniambia kani hao maagent utawaona. Fikiria vile utapona na vile mtoto wako atasoma. Wakati utapona tena tutakaa chini tuongee vile utalipa hiyo nyumba. Nikamwambia asante. Na kusema ukweli hao maagent hawakukuja. Lakini kuja kugundua nikiambia landlord wangu anaenda anaambia watu kwa plot. So ukipita kila mtu anakusoma vile huko. Anakuangalia. Alafu sasa nikaanza kuisikilia mahali nikipita kwa duka. Nikaanza kuuliza na nikamuuliza mimi sijikuwa naambia mtu mimi si mgonjwa hivyo. Alafu nasikia si ni landlord wako ndiye ametoa. Unaona sasa kitu kama hiyo. So unakuta hakunifanyia vizuri na nimejiomba kwake. After mimi nilimgundua nikakosa kumuelezea. Juu nilikuwa nikitoka hosi naenda kwake namwambia, leo nimefanywa hivi, angalia. Nimefanywa hivi. Nimeambiwa nikibakisha hii nitafanywa hivyo. Lakini nilipogundua mimi nikaacha kumwambia. Na mimi kuacha kumwambia akanirusha tena kwa maagent. Sasa maagent wakakuwa wanakuja wakifikiria najificha. Hadi wakanikuta wakati nilikuwa nimetoka ward. Wakati alikuwa amekuja kufunga nyumba bahati mbaya ama bahati mzuri, Mungu alimgeuza akakuwa ni kama yeye ndio ametumwa kuja ninunulie chakula. Alikuja na mimi nikamuonyesha venye nimegonjeka, juu nilikuwa nimetoka theater. Na hapo aliweza kwenda kunifanyia shopping. So landlord alizidi kusukuma wao watu wakuja wanidai. Finally akaniambia twende tuandikishane venye tutalipa. Venye nitakuwa nalipa hizo pesa alafu tumwambie. Sasa mimi venye nilienda nikaambia huyo Jacqueline, mimi nilimwambia sasa juu landlord ndiye anataka madharau na nilimuita kwangu tukaongea. Wewe andika nitakuwa napata 100 kwa mwezi alafu tusaini. Juu anataka kitu yenye imesainiwa. Alafu Jacqueline akaniambia hapana. Juu hatujakujua ukikuwa hivi ama hujai kufikia mambo kama hayo, wewe tuambie unataka aje. Nikamwambia sasa mimi mlikuwa umeambiwaje atulipe hii mwezi, ilikuwa mwezi wa 4. Nikamwambia sitaki kuwadanganya nitalipa hata yeye nilimwambia jana juu tuliongea naye akaniambia niende kwa ofisi. Mimi sasa nafanywa radiotherapy na sijui itaisha lini. Saa zingine nachoma fare mashini imeharibika narudi. Sasa nikamwambia sijui radiotherapy itaisha lini. Mnipe basi hii mwezi wa 5, wa 6 nitaanza basi kufanya nini? Kulipa. Juu anasema nilipe hiyo mwezi wa 6 nikitafutanga hizi zingine za nyuma. Sasa tukaelewana hivyo. Sasa unakuta chenye napitia hata ukijaribu kulilia mtu mwenye anakujua landlord na ni wako anakujua pale hakusikii. Unaona kila mtu amegeuka, umebaki uko peke yako. Sasa kulingana na hizo umepitia zote tangu upatikane na hii ugonjwa from day 1 mpaka sasa hivi umetuambia unaendelea na radiotherapy na ujui itaisha lini. Na zile pia changamoto umepitia. Ni ipi ungependa sana serikali ya juu isaidie cancer patient namna gani? Ningetaka warudishe matibabu ya watu wa kansa chini. Wasitulipishe bei ya juu. Juu kuna mtu unakuta kama mimi yangu ilikuwa ni kemo moja ni 19,000. Sasa zingine unakuta ni 19,500. Ningeomba kama wangeza kuteremsha hizo mambo ya kemo. Kama vile kemo inatulipia 6 NHIF, wajaribu watuwekee yote. Na mambo ya radiotherapy unakuta inalipa 25. Kama umeandikiwa radiotherapy 33 unajilipia hizo zingine. Mimi ningeomba watu ufanyie venye wanafanyia watu wa HIV. Juu watu wa HIV wanaangaliwa vizuri, wanapewa food na wanapewa dawa free. Unaona kama sasa sisi watu wa kansa tunakuwa na shida sababu
unajitegemea kila kitu. Hakuna mali tuchasikia ati chakula imetolewa na serikali ya watu wa kansa. Hatujai sikia ati nini hii kama ni hii radiotherapy unaambiwa utafanywa yote. Kuna kiwango wametuwekea. Kama sasa mimi nilikuwa nimeambiwa nitafanywa chemotherapy 8. Ili ni pia 6. Hiyo nyingine unajilipia. Na unasikia ni 17,000. Haya, hata kama uko na kitu kako na kama ni kukopa. Mimi yangu ilikuwa ya 17 na 700, mara unakuta nimewekewa ya 15 na 900, haieleweki. Alafu unakuta mwingine anawekewa ya 37,000, mwingine hata na 54,000. Unaona pesa kama hizo hazipatikani na hatuna. Ningeomba serikali kama wanaweza wakatusaidia tu sisi watu wa kansa, watuteremshie hiyo matibabu. Watufanyie venye wanafanyia watu wa HIV. Ikuwe free. Okay. Sasa tukimalizia, unaweza tuambia ni mawaidha gani unazo kwa maybe cancer patient mwenye amepatikana na kansa? Juu tunajua sana kenye natuumiza sana ni denial. Mtu amepatikana na kansa, lakini sasa ile kuaccept venye tu ulituambia, kwanza hukuamini umepatikana na kansa, ndio pole ukaamini na ukaaccept. Ni mawaidha gani wale wanakutazama sahi? Kitu cha kwanza nitawaambia, mimi naitwa Rachel na nilipatikana na kansa. Nikaanza chemotherapy mwezi wa 6 mwaka uliopita. Daktari akaniambia nitaenda chemotherapy 8, nilifanya zote, nashukuru Mungu. Nikaambiwa nitaenda surgery, nilienda tarehe 14 hii Januari ya huu mwaka tuko, nilitolewa titi sina, nashukuru Mungu. Na pia niliambiwa nitafanywa radiotherapy 15 na nashukuru Mungu zote nimepitia. Kile kimebaki ni kumeza hizo madawa na kuendelea na vile daktari ameniagiza kwenda hospitali. Kama vile sasa nitaenda tarehe 25. Chenye naweza nikaambia mtu mwenye yako hapo nje, ukipatikana na kansa, mimi chenye naweza nikakuomba usikae peke yako. Usijiweke peke yako. Kama mimi vile nilikuwa nimejiweka peke yangu, mawazo yangu ilikuwa tofauti. Lakini vile nilikuwa nimepatana na kikundi ambacho unakuta watu wa kansa wamegonjeka, unasikia mawaidha kutoka kwa huyu, unaona huyu naye aligonjeka miaka mingi iliyopita, bado anaendelea na matibabu, unasikia huyu mwingine amemaliza. Hiyo kitu inatupatia nguvu. Lakini ukikaa kwa nyumba hapo peke yako, itakuwa maisha yako haitaenda vizuri. Na kitu kingine, ujipende. Ukiambiwa uko na kansa, kitu cha kwanza watu wanatuchukia sana. Na hata salamu unakuta mtu hataki kusalimia mkono, wanadhani inaambukishana. Nataka kuambia hapo nje kansa huwa haiambukishanwi, na ni vizuri ukijua mtu ako na kansa, kama unajua utaki kumkaribia, jua ile shida ako nayo usimuonyeshe. Na kutenga kwenye wanatutenga, wanafanya vibaya, kwa sababu si kupenda kwetu tupate hiyo kansa. Na wewe mwenye uko na kansa ujipende. Alafu usikae peke yako. Tafuta namna vile utafikia wengine pale. Ukienda pale Kenyatta utakuta wenzako, ongeeni, hata mnaanza ka grupu kwa watu 5 6, mnakaa chini mnajadiliana, unasikia story hii. Mimi nilikuwa muoga sana wa kusikia story kwa bench. Na story yenye ilifanya nisikie uoga, mimi nilisikia mama mwingine akisema ati kuna after umefanywa surgery na umeenda chemotherapy, ati kuna ingine dawa utawekwa 1,100 na 50. Hiyo kitu ilifanya nikasikia tu nimeisha na nguvu kabisa, sikutaka story. Na wakati nimekuja nimeingiana nao, ilibidi niulize daktari wangu na nikajikuta siko kwa hiyo. Pia usisikize madaktari wenye wako kwa bench kama mimi ati nimekaa na wewe nikwambie hivi na hivi. Ufuate ya daktari wako. Juu ukifuata ya daktari bado utanini. Juu kuna wengine wanatuambia tumeambiwa hivi na sio hivyo. Rachel, naona muda umeyoyoma. Sasa ningependa wale watazamaji wa Lolwe TV, wale wamekuona siku ya leo tukifanya interview, wale wamesikiza story yako, nataka uwaambie ni nini hasa unahitaji kabisa ndio uendelee na hii radiotherapy umetuambia, ukimalizia na namba yako ya simu. Mimi madam nimemaliza radiotherapy. Umemaliza? Imebakia dawa. Okay, sawa. Hiyo dawa nitameza kwa miaka 5 kwanza. Daktari akiniona vile niko ataniongezea ingine 5 ama apunguze. Sawa. Hiyo dawa ni 1,200 kwa mwezi. Chenye ningeomba tu mimi ni nyumba. Mimi tu nyumba ndio inanipatia stress. Juu tangu mwezi wa 6 ndio nililipa hiyo nyumba. Na huyu jamaa amenipeleka mbio sana. Sina furaha kwa hiyo plot. Na sina imani, hata kama sio vile niko na deni yao, mimi ningekuwa nimeshahama. Nilikuwa naomba tu kama kuna mtu mwenye anaweza akajitolea, hata tu nipeane namba ya huyo agent atumiwe tu direct. Naweza nikashukuru sana. Iwapo naweza nikapata pesa zao
na nitoke mahali pale, naweza nikashukuru sana. Juu sijui next watafanyaje. Hii mwezi wa 6 hii yenye nimeandikiwa nianze kulipa, sitapata. Juu date 25 inafaa niende na 1150 kuona daktari wangu wa kliniki. After hapo sasa ndiye atanielekeza bado nitafanya nini. Unaona sasa sitapata ngiri 3, mimi nakanga nyumba ya ngiri 3. Sitapata hiyo ngiri 3 ya kwenda kuwalipa. Sasa unaweza waambia namba yako ya simu kwa wale wangependa kukusaidia ama kukurushia kitu kidogo kwa simu? Na nitashukuru sana. Namba yangu ni 0721 255 143. Namba yangu ni 0721 255 143. Asante sana Rachel kwa kuja Lolwe TV siku hii ya leo na kupeana story yako. I hope wale cancer patient ama wale wana go through what you've gone through wamepata imani na wamepata mafunzo kutoka kwako. Asante pia kwa kunialika hapa, nashukuru. Okay, karibu sana. Janeno mar Lolwe TV mwasebet godo odiochieng' makawuono e Duond mine iluongo ni Rachel Nyokabi, ka bende omiyo wasigande kalure kod tuo mar cancer, kaka bende nokao kane daktari onyise ni Rachel in gi tuo mar cancer, kendo cancer ma in godo en cancer mar thuno. Uneno kanyo konyisowa ka bende en gi mirima kalure kod bende gigo mokale kit ngimane. Ne jogo madiher ni nyalo konyo Rachel, waneno kanyo kowacho ni shida ma en godo maduong' en shida mar ot, kendo oonge kwe. Ok ni oonge ot, lakini rent tame, onge kako nyalo timo nikech tuoni osetere piny nyaka nono. Ne ng'at mora mora madibed gi chuny ma samoro story mar Rachel nyiso odiochieng' makawuono e Duond mine TV wa mar Lolwe omako ama nitie kaka story no donjoni, inyalo gocho ne Rachel e namba mar simu ma en 07 21 2 07 21 2 5 1 4 abiro nuoyo 0721 25 5143. Eruru kamano joneno mag Lolwe TV mar miyo wa itu odiochieng' makawuono. Asebedo jata chenro maru Pauline Oyudo, ka bende wendo makawuono ne wan godo e studio iluongo ni Rachel, ma bende en ng'atno mano biro miyo wasigande kalore kod tuo mar cancer no mar thuno. Nyasaye oritu, amborita.